Je, unajua kuwa adui mkubwa hayuko mbali nawe, bali anaweza kuwa mtu anayekuchekea kila siku? Wivu ni kama sumu ya siri, haionekani mpaka pale inapoanza kuharibu maisha yako. Leo kwenye Thrive Mimi, tunakuonesha alama za kisaikolojia zitakazokusaidia kumtambua mtu mwenye wivu na wewe, ili uweze kulinda amani na mafanikio yako. Hizi hapa ni alama za kupewa kipaumbele. 1. Kukushusha thamani kwa kutoa ushauri mbele ya watu. Mtu mwenye wivu atatumia nafasi ya hadhara kukupa ushauri ambao lengo lake si kukusaidia, bali ni kukuumbua na kukuonyesha kuwa hujui unachokifanya mbele ya wengine. 2. Hawakupongezi kamwe. Hata ukifanya jambo kubwa kiasi gani, utaona wanakaa kimya. Pongezi kwao ni kama maumivu, hivyo huchagua kupotezea mafanikio yako kana kwamba hayajatokea. 3. Kucheka sana unapotunziwa dhihaka. Mtu anapokufanyia mzaha wa kukuadhiri, mwenye wivu atacheka kwa nguvu kuliko wote. Hii ni kwa sababu anafurahia kuona heshima yako ikishuka. 4. Kukusema vibaya nyuma ya mgongo wako. Wakati mko pamoja ni marafiki, lakini mkigeuka, anakuwa wa kwanza kusambaza habari zisizo za kweli au za kukuchafua, ili wengine wakuchukie. 5. Kutoa maoni yenye jazba na hisia kali. Utashangaa unazungumza jambo la kawaida, lakini yeye analipokea kwa hasira au mashambulizi ya maneno yasiyo na msingi. 6. Uchokozi wa chini chini bila sababu. Huonyesha tabia za kukunia, kukujibu vibaya, au kukunyamazia bila wewe kumfanyia kosa lolote la wazi. 7. Kufanya mafanikio yako makubwa yaonekane ya kawaida. Ukimwambia umepiga hatua fulani, atajibu, hata fulani alifanya hivyo zamani, au hiyo ni kawaida tu, kila mtu anaweza. 8. Kuepuka kutazamana macho. Macho ni kioo cha nafsi. Mtu mwenye wivu mara nyingi hushindwa kukutazama machoni kwa muda mrefu, kwa sababu anajua ndani ya moyo wake haukutakii mema. 9. Kuchanganya sifa na ukosoaji. Atakusifia, lakini lazima aweke lakini mwishoni. Mfano, nguo yako ni nzuri sana, lakini naona imekupwaya kidogo. 10. Kuwa na shauku kubwa ya kujua habari zako mbaya. Akisikia umekwama au umepata matatizo, anakuwa wa kwanza kutaka kujua kila undani ili apate faraja kwenye kuanguka kwako. 11. Huiga kila kitu unachofanya. Atanunua nguo kama yako au kufuata hobi zako. Hii ni ishara kuwa anakuonea wivu kiasi kwamba anataka kuwa wewe na kuchukua nafasi yako. 12. Hutoa sifa zenye kejeli. Atakusifia kwa namna inayokuumiza. Akijifanya anashangaa jinsi ulivyoweza kufanikiwa, utadhani huna uwezo huo. 13. Hupotea unapofanikiwa na kutokea unapofeli. Ukipata habari njema atakaa mbali, lakini ukipatwa na shida atakuwa wa kwanza kuonekana ili ajiridhishe kwa kuona anguko lako. 14. Husherekea mapungufu yako. Ukifanya kosa dogo, atahakikisha kila mtu analijua na kusema kwa kejeli kuwa alijua tu hili lingetokea. 15. Hujaribu kukushinda kwenye kila mazungumzo. Hawezi kuruhusu uwe na habari kubwa kumshinda. Kila ukisema jambo jema kwako, yeye atatafuta jambo kubwa zaidi la kwake ili akufunike. 16. Hupandikiza mbegu za shaka. Atajaribu kukukatisha tamaa kwenye ndoto zako kwa kukwambia kuwa hali ni ngumu na huenda usiweze, lengo likiwa ni kukurudisha nyuma. 17. Hueneza chuki kwa siri. Atajaribu kuharibu uhusiano wako na watu wengine kwa kueneza maneno ya uongo ili ubaki mpweke na usiwe na msaada. Kulinda ndoto zako kunaanza na kujua nani yuko upande wako na nani anasubiri uanguke. Ikiwa umeona alama hizi kwa mtu aliyeko karibu nawe, chukua hatua ya kuweka mipaka mapema. Niambie kwenye maoni, ni alama gani kati ya hizi umewahi kuiona kwa mtu wako wa karibu? Usisahau kusubscribe Thrive Mimi ili uendelee kupata maarifa yatakayokusaidia kustawi kimaisha. Mpaka wakati mwingine, jilinde na uendelee kupiga hatua.